Inabidi tuongee kuhusu Marekani katika kombe la dunia ambalo litakuwa bovu kuwahi kutokea. Ni hili. Can you imagine? Marekani imezuia watu sio chini ya 2.5 kuingia Marekani. Achilia watu ordinary people ambao mfano wale wa Ivory Coast wamezuiwa kuingia Marekani kwa sababu Marekani migration wanaamini kwamba wakiruhusu wa Ivory Coast hawa kuingia Marekani wata overstay, they will never return to their country, kwamba hawatorudi katika nchi zao, wengi watazamia nchi yao. Achilia hao. Unajua kilichomkuta Omar Altan? Huyu bwana ni referee ambaye ni referee bora Afrika. Omar Altan amezuiwa kuingia Marekani kwa sababu ana passport ya Somalia. Kosa lake ni kumiliki passport ya Somalia. Hana criminal record yoyote ile ambayo alishawahi kuwa nayo bana Omar Altan, lakini amezuiwa kwenda kuofficiate games. One of the best African referee. Can you imagine? Ili itakuwa ni kombe la dunia bovu kuwahi kutokea. I'm telling you guys, halina mvuto. Marekani imeiambia timu ya Iran, unaruhusiwa kuja Marekani, lakini uruhusiwi kukaa Marekani. Mechi yako ikiisha, kambi yako weka Mexico. Utakuwa unatoka Mexico unakuja Marekani kucheza mechi. Hawaruhusiwi kukaa hata hotelini. Can you imagine? Swala msingi, FIFA, mimi nawalaumu FIFA kwa sababu kila nchi ina utaratibu wake. I understand, ninaelewa. Mimi concerning yangu ni FIFA. FIFA hawakuliona hili wakati wanawapa mamlaka Marekani kuhost ili kombe la dunia. Hawakuona vikwazo ambavyo Marekani imeweka kuingia nchi yao. Kwa nini wanaharibu burudani ya watu ambao wanaisubiria kila baada ya miaka 4? Sio kila mwaka hii burudani inakuwepo, ni after 4 years. Can you imagine? Mtu unasubiria burudani after 4 years, unazuiwa kuingia katika nchi fulani. Una criminal records yoyote ile katika maisha yako, unazuiwa kuingia Marekani kwa sababu tu wewe unatokea nchi fulani. This is bullshit. This is not normal. This is crazy. This is unfair. Na hii yote ni kwa sababu FIFA wapo kwa ajili ya fedha. Yaani FIFA wapo wanaangalia pesa. Hakuna sababu. Hali ya kisiasa ya Marekani baada ya kuingia Donald Trump ilikuwa haifai ilikuwa hakuna namna kumpa idhini ya kwenda kuhost, kwenda kukaribisha watu katika kombe la dunia, kwa sababu Marekani alivyoingia Trump na hii una sababu ya kumlaumu Marekani. Trump kachaguliwa na wananchi wa Marekani ambao waliamini sera zake toka mwanzo. Trump hakuficha. Trump alisema mkinichagua mimi kuwa rais, nitazuia watu wanaokuja kujaza population katika nchi hii ambao sio Marekani. Kwa hiyo ina maana Marekani wakati anasainiwa kuhost ili kombe la dunia walikuwa wanajua nini kitatokea. Hasa angalia sasa hivi. Huyu Omar Altan hana record yoyote ya criminal. Ni referee. Anarudishwa. Kashafanya questionnaire zote za migration. Kaujiwa kila sehemu. Kasubmit kila document muhimu ya kuingia Marekani. Anazuiwa kuingia Marekani. Na hawa Marekani ndio ambao walikuwa wanafanya chokochoko katika hizi nchi za Saudi Arabia, Katari wakati wana host kombe la dunia. Lakini Katari na Saudi Arabia wao walisema tu simple, sisi nchi zetu
tunaendeshwa Islamic. Kukisiana mbele za hadharani haturuhusu. Kuvaa mavazi ambayo yanaruhusu uchi haturuhusu. Kunywa pombe haturuhusu. Lakini katika mfuate sheria 1, 2, 3. Kupendana mapenzi ya jinsia moja hadharani haturuhusu. Lakini wao wameleta vitu vikubwa, lakini hakuna hata mmoja anayeongea. Hakuna CNN wala BBC wala hakuna chochote kinacho, na ndio maana kuna muda hawa tuna guys, ndio maana kuna muda unaona hata hawa kuna bias kubwa sana kwa Marekani. Hawa Marekani na hawa CNN, BBC, kuna bias kubwa sana. Hivi vitu huwezi kuonyeshwa wewe sasa hivi, huwezi kuonyeshwa kwa sababu ni vitu vyao. Huwezi kuona CNN anaenda kumpa ya time huyo mali ya tani kwamba nini, unaona. Lakini hii kitu ndio kimetokea nchi za Afrika, nchi za Waarabu, ungeona commotion ambayo ingezushwa. So guys, mimi am pissed off. Hili kombe la dunia sina hata mnalo, yaani sina vibe nalo, sina mzuka nalo, kwa sababu kwanza linachafuka huku mwanzoni hata kabla halijaanza. Hivi unashindwa kuweka sheria kwamba wa Ivory Coast wameingia 100, rais au waziri mkuu wa Ivory Coast, nchi yako imeleta watu 100, tunaomba uhakikishe baada ya kombe la dunia tarehe fulani ya watu wanarudi nchi kwako, la sivyo wewe utakuchukulia sheria. Inashindwa kwa sheria kwamba nchi ikajua kwamba kuna Watanzania 100,000 wameenda Marekani kwa ajili ya kombe la dunia kuanzia tarehe fulani mpaka tarehe fulani. Ina maana kuniambia immigration ya Marekani inashindwa kucontrol hili swala? Just imagine mtu ana criminal record lakini anazuiwa kuingia nchi ya Marekani kwa sababu tu ana Somalian passport. Wachezaji wa Iranian pamoja na official, matatizo yenu yote haya vita nyinyi mnayafahamu. Hawa wachezaji wote wanafanywa screening, wanafanywa uchunguzi wa kutosha kujua kwamba huyu ana hivi hiki ana. Leo huyu unamweka mtu Mexico anacheza Marekani, acheze mechi arudi Mexico, asilale, yaani akitoka uwanjani ni kwenye basi airport Mexico. I'm pissed off, man. I'm pissed off. I'm so pissed off. This is crazy. Hili swala lingetokea nchi nyingine, ungeona CNN na BBC ambapo angekuwa mbele na maiki zao. This is crazy. Lakini hutosikia hili swala likiongelewa sehemu yote ile. Hutosikia mabango barabarani, hutaona watu wakiandamana, hutaona chochote. Lakini wao kule Saudi Arabia waliambiwa tu hatutaki mapenzi ya jinsia moja, hatutaki mnye pombe hadharani. Ilikuwa ni fujo. This is bias, man. I'm pissed off. I'm out.